date na Selina. Kichwa huyu Karim. Huyo. Wewe una wivu lakini si ulikuwa unamtaka. Nimekwambia. Jambo. Montres. Yes sir. Wangapi hawajafika leo darasani? Wanafunzi wa 3. 3. Ndio. Nani na nani? Salum Saidi, Abdurrahman Ali, Ndio. na Erasto John. Erasto ana siku ngapi hajafika shuleni? Ana siku kama 3, lakini hizo siku 3 sio kwamba afiki shuleni. Ndio. Anafika, lakini kuna muda anakuwa yuko darasani, kuna muda anakuwa yuko. Wangapi sasa hivi? Ndio watu. Nimeuliza saa ngapi? Sio unatoka hapa. Saa ngapi sasa hivi? Sasa baba. Muda huu. Hivi saa ngapi? Sasa ndio unatoka sasa hivi. Kwa nini unatoka saa 3? Unajua saa ngapi? Saa 4. Twende kwanza ofisini. Montres. Andikia homework hapa. Ngoja niende kwanza ofisini na Erasto hapa. Sawa mwalimu. Oh, kipenzi. Mume wangu. Ninataka kutoka. Saa yangu iko. Ninayo hii hapa, ila mume wangu nakuomba mara moja, nina shida kuongea na wewe. Kuna kitu cha kuzungumza. Tafadhali nakuomba. Vipi mkaka? Safi mume wangu. Na jambo nataka nikueleze mume wangu. Hivi, kwa nini umeacha kazi ya askari afu ukaenda kwenye kazi ya walimu? Mke wangu, sioni kama kuna tatizo lolote juu ya hayo. Kwa sababu kazi ya polisi ni kazi ya serikali. Hata kazi ya walimu ni kazi ya serikali. Sioni kama kuna tatizo lolote juu ya hapo. Tatizo lipo mume wangu. Tatizo lipo. Yaani umeenda kule umekuwa tena mwalimu unashika zile chaki na zile vumbi, na mimi najua kwamba una ugonjwa fulani hivi. Okay. Naelewa nini ambacho unajifikiria.
Lakini nikwambia kitu kimoja. Kazi ya walimu ndo kazi nyepesi kuzidi kazi ya uaskari. Majukumu ya kazi ya kiaskari yana changamoto ngumu. Cha kwanza, tunakimbizana na majambazi. Na tunaingia katika mission ngumu sana. Kuna vibaka mtaani. Umeshaelewa? Lakini pia kuna ndio mnachukua maaskari kupeleka katika mission ngumu za serikali. Kuna risasi kule. Lazima zitalindima, kuna kupigwa risasi wakati wa nini? Wa kazi. Je, kwenda kwenye kazi ya kiaskari na kazi ya ualimu, kipi kilicho bora? Ama ni kipi chepesi juu ya maisha yangu? Natambua mimi ni mgonjwa. Je, hapo sasa kipi kilicho bora upande wangu? Mume wangu, mimi bado sijalizia kwa kweli. Natamani urudi kule. Natamani kwa kweli mume wangu, natamani urudi kwa askari, walimu. Mimi nakufia sana. Okay. Mke wangu, naelewa nini ambacho namaanisha. Enzi ya mahusiano yetu yameanza. Ulinikuta katika kazi ya kiaskari. Na nakumbuka kumbukumbu zangu kama sipotezi, uliye kuniambia hata wewe mwenyewe ulikuwa na ndoto za kuwa askari. Ndivyo? Ndio mwanangu. Ndio maana kazi ya askari unaipenda na unatamani nibaki nayo. Lakini upande wangu mimi naona kama kuna matatizo. Kangu. Ndio mwanangu. Hakuna kilichoshindikana. Kwa sababu kazi ya walimu au kazi ya askari muda wote naweza kurudi kwenye askari kwa sababu kuna document bado hazijajaza kukamilika kwa mwalimu sahihi. Lakini nimekuja kwa sababu nahitaji hiyo kazi. Lakini kama wewe mpenzi wangu umetamani nirudi kwenye askari, siku moja nitarudi, umenielewa? Sawa mume wangu, ila naomba ufikirie mara mbili. Mimi napenda urudi kule. Hakuna shida. Ngoja nikuveshe. Haya poa. Unapendeza mume wangu. Mke wangu. Mume wangu. Nakupenda sana. Nakupenda pia mume wangu. Bye. Bye mume wangu. Nikusindikize kidogo. Haya poa. Erasto. Wewe mwanafunzi, mbona siku hizi umekuwa mtoro sana? Maana nikiangalia hapo kwenye mahudhurio yako hapa hivi kila siku naona ni absent XX zimekuwa ni nyingi. Shida ni nini kwani? Au kuna sababu gani inasababisha mpaka unachelewa? Madam, naomba nisaidie kwa huyo kijana. Maana naona Erasto amekuwa mtoro sana shuleni. Hii shule mimi wanafunzi hapa washanichosha. Erasto. Vipi? Mbona sasa hivi mahudhurio ya darasani siyaelewi kabisa? Tatizo ni nini? Hamna tatizo. Tatizo? Sasa kama hamna tatizo, kwa nini uingie darasani kwa wakati? Samahani mwalimu. Samahani nini? Toa sababu. Mpaka unaomba hiyo samahani, kuna sababu. Sababu ni nini? Bye mwalimu. Sawa, kama mwalimu. Kwema. Shukuru mwalimu. Maria. Salamu. Mwalimu bana, Erasto hapa kashindikanika. Kila nikijaribu kumwelekeza anashindwa kunielewa. Pia hata najaribu kumshirikisha mwalimu hapa, madam hapa kusufara. Erasto amekuwa mtoro sana. Kwa sababu umefika wewe, naomba uendelee naye. Mimi na kipindi darasani, ngoja nikafanyaje nikaendelea na kipindi changu darasani. Naomba jaribu kuongea na Erasto, labda anaweza kukuelewa. Sawa.
Na shida gani? Narudia tena. Una shida gani? Kwa nini kila siku hapa shuleni umekuwa ni mtu ambaye unaruka njia? Muda wa darasani wewe huko. Na muda mwingine wenzao baada ya kutoka shule umeshaondoka zamani. Kuna kitu kinachofanya. Na ni kwa nini unaondoka baada ya shule? Yaani mwalimu nikiona darasani na vipindi naenda kusoma nyumbani. Kwamba usome nyumbani. Unajiona uko sawa? Wanaovumilia muda mpaka wanakuja kuondoka shuleni. Wengine wajinga wana akili. Yeye ndo ana akili, mzee ana akili. Hapana. Sasa jana unapaswa uangalie maisha yako. Mwambie sasa. Jana unapaswa uangalie maisha yako kuanzia sasa. Subiri kidogo, niko na nini? Niko na wanafunzi. Umenielewa? Wewe ni kijana ambaye tangu nilipofika hapa shuleni maendeleo ya masomo yako vizuri. Lakini kwa sasa umeshaanza kushuka. Mbona huu hapo naona? Sema yuko vizuri. Yaani hapa kwenye short ni darasani kwa vizuri. Ninachomfanya wewe ni kile mbili. Anatoka muda kusoma mwisho. Masomo unaendelea vizuri. Hata muhula wako umeshika nafasi ya 3. Kinachosababisha sasa umekuwa ni unashindwa kuvumilia masomo shuleni. Mimi hata nikwambie kitu moja. Unavyoniona mimi naweza kuchakata vizuri tu. Ila sipendi tufikie huko. Napenda mwanafunzi tuongee taratibu kama marafiki. Kama umeshindwa kuelewa walimu wengine na kama kwa nini? Umeelewa? Sihitaji tufikie mbali. Sihitaji kila siku tu tunapigana. Na ukihitaji kupigana na mwalimu, mimi niko tayari. Ila jitafakari maisha. Na kama kuna sababu za msingi zinazokufanya wewe unashindwa kuvumilia muda wa shule, unashindwa kufika kwa shule kwa muda mwafaka, sasa ili kusudi tuje kusaidiana. Ile na tatizo la skuli. Na kundi tu mabaya ya mwanzo. Nyumbani na hisi kashaanza kuvuka. Ngoja nikupe mfano. Kwa sasa kuna maisha ya shule, lakini kuna maisha mengine ya wewe na familia yako baadaye. Umeelewa? Kesho tutakuwa na familia. Na kuna watoto tutakuwa nao. Usumbufu ambao unaleta leo shule. Kuna baadhi ya watoto wako watakuwa nao. Kama wewe mzazi sasa ama mwalimu, mtoto wako mmoja aje na changamoto kama hapa, utamwambia nini? Kwamba umefuata tabia za kwako. Ni hapana. Kwa hiyo badilika. Na kuomba ubadilike. Ufosi maisha yako ya kesho yatakuwa. Kuna watu wengi walichezea shule lakini leo wanatamani kurudi shule. Umeelewa? Kwa sipendi kujua miongoni mwa wale ambao wanatamani leo shule kufanya wakati kipindi wanasoma wanafanya kuuzi mjini. Umeelewa? Sipendi kupigana. Napenda uwe mwelewa kuanzia sasa. Na sipendi mwalimu yoyote hii shule. Umeelewa? Ndio mwalimu. Mwalimu ndio. Haya, nipe mdada. Ukihitaji kuishi kama amri za kijeshi. Saa moja unapofika shule, nitakutengea daftari la kufanya. Itakapofika saa 2 uje usaini. Saa 3 uje usaini. Saa 4 uje usaini. Saa 6 uje usaini. Paka muda wa kutoka shule kwa wanafunzi wote. Sana mimi ndio kwa class na mimi shule. Utakuwa na mimi. Nikikukosa kama mimi, itabidi kufanya. Haiwezi kuwa. Sawa? Sawa. Wanafunzi kama hawa tumekutana nao.
Lakini akihitaji kucheza drama kama unavyofanya, niko tayari kucheza. Alafu yeye ana pacha yake. Ana pacha yake. Anasomea papa. Anaitwa Karimu. Yaani yule ndo mjinga kabisa bora hata mzee. Huyu Karimu huyu mwifufu. Huyo Ni pacha wake. pacha yake. Yaani ninaangalia mtani yake mwenyewe. Yule ni sifuri na mfano. Tawanyosha. Ndio majukumu. Yaani umesikia katika siku ambayo umenikosha, leo umenikosha kweli yani. Yaani mtoto fundi, yaani unajua kunyumbuleka kwa naye, yaani mambo safi kweli yani. Yaani umenifurahisha kweli yani. Hilo ulichokuja kuniboa, hizo nguo za shule hizo. Hapo ndo ulikifanya. Sasa bamtu, wewe jana ulinisisitizia sana mimi nije huku kwako mapema. Mimi nikaona nikitoka shule moja kwa moja nipitie kwako. Sawa, ulichokifanya ni sahihi, ila hizi nguo unazokivaa utakuja kuniletea pila maskani. Wewe mwenyewe unaelewa, wewe bado mwanafunzi wewe. Usiwaze kusuila, hakuna hata mtu aloniona. Sema ngoja nikupe mazingira hapa, itakuja kukuskoti kwa siku ya leo. Hivi. Hamna 3000. Hapo nikienda kwenye mitikasi yangu ya kuforce mazingira, nitakuzingatia hata 5 hapo. Mimi sijapenda bwana, lakini sasa mimi nanunua nini? Hivyo vitu vidogo tu, ukiona chinga wewe jivunie. Nitakuzingatia 5 mishale jioni uhakika. Sawa bwana. Mimi nakuacha bye baby. Mtoto fundi kweli yani. Yaani mtoto ananifurahisha sana. Ndio dusko nimzingatia yeye. Mtoto fundi kweli. Wewe nilikwambia, si nilikwambia nikinisubiri kule nije kukufuata. Mbona mpaka hapa tatizo nini? Mimi nimekusubiri nikaona unachelewa kama bora niondoke. Wewe unazingua. Alafu mtoto unachukulia poa. Ndio siku yake nitakuja kukutia mibao. Acha mazoea na huyu binti. Ndio siku yake nitakuja kukutia misolopa. Huyu mtoto mimi nimegeweni nilinde. Atakija kupata mimba mimi ndo nitakienda jela. Acha zalao mdogo wangu, sawa? Sasa Makonde unavyosema mimi sikuchukulie poa. Shida iko wapi? Wewe kama unataka mwambie, mimi nakupenda, Wewe mdogo wangu unajikuta umekuwa. Unajichukulia unaniweza, unanichukulia mikolo, mifala, uongo. Na kuelewesha kistaarabu unachukulia miboya yani. Mdogo wangu utakuja kukutia mibao. Uniweze kivyovyote vile. Mimi ndo chinga. Kila tu chinga, kuna sendi jua. Mimi ndo naitoa hukumu. Panda kwenye pikipiki tundoke. Mimi nishafika nyumbani pale. Panda nikupeleke bwana, muda unakwenda huko. Ambia shemeji yangu. Shemeji.
Yaani kiukweli sipo sawa. Sipo sawa kabisa na ananivuruga ni mdogo wako. Shemeji, mdogo wako ananichanganya. Mdogo wako paswa kichwa. Na nadhani wewe mwenyewe kuna vitu unaviona huko ndani vinavyoendelea. Yaani anapenda shari muda wote ni mtu wa shari. Najaribu kumuonyesha mapenzi, kumthamini, kumjali, lakini yeye mwenzangu hayupo kabisa kwenye hiyo system. Yaani kuna vitu anavyonifanyia vinavuka mipaka kiasi kwamba mimi nashindwa hata kukueleza shemeji. Shemeji, najua yule bado ni mdogo. Ule mwili tu, umri wake bado sana. Yaani, lakini nikupe pole tu. Yaani mama, hata sio amekuwa. Mdogo wangu hakuwa hivyo. Na tumelewa kwenye maadili mazuri. Lakini sio amekuwaje sasa hivi. Ila mimi nitakaa naye chini, nitaongea naye. Nitamwelekeza jinsi ya kuishi na mimi ndani. Nesa atanielewa. Kwa hiyo usijali. Ukweli shemeji. Yaani kama kuongea naye, mwelekeze kweli kweli, tena msii. Wewe ni dada yake, mimi naamini anakusikiliza pengine zaidi yangu. Ingawa mimi nilikuwa na nafasi yangu. Lakini kwa hii hatua ambayo tumefikia, naona kabisa hiyo nafasi katika akili yake haipo. Sababu yani mke wangu mimi anisikilizi kwa chochote. Vitu ambavyo ananifanyia ni kama mtu kamwokota tu kwa barabarani, kampa msaada, kamleta huko ndani, amsaidie tu hifadhi ya kuishi. Basi. Atuelewane, hata hakuna kitu chochote mimi ninachomuelekeza akanielewa. Kupambana, muelekeze mdogo wako haya maisha. Mimi nimeamua kujitoa kwa ajili yake. Naye basi aonyeshe thamani hata kidogo, hata kwa kuongopa tu. Kwa hiyo sijali shemeji yangu. Mimi nitakaa naye chini, nitaongea naye. Atanielewa. Yule ni mdogo wangu. Naamini atanielewa. Unaona? Tayari. Ugomvi ule. Yeye anapenda vita muda wote. Sasa kitu gani hapa kilichomsababisha yeye anune kama vile? Anatunyali, anatupandisha, anatushusha, anatufanya. Ila sawa, shemeji. Ngoja niende kwenye harakati zangu baadaye basi shemeji. Sawa, ina shida. Sawa, ila msii mdogo wako abadilike. Sawa. Za shule. Endelea vizuri, sio vibaya. Wewe tena. Hivi una shida gani wewe mtoto? Kwa nini unataka kuwa mzigo kwa mamako? Kwa nini unataka kuwa mzigo mwanangu? Mbona umri wako bado ni mdogo sana na vitu unavyovitaka kubebana navyo sio umri wako? Sasa hivi ni wakati wako wa shule. Wewe unatakiwa usome. Yaani hii hela ya ngama inayotafutwa kwa shida, wewe usome. Hebu angalia afya ya mamako. Mamako yuko katika hali sio nzuri. Mazingira yenyewe haya ni anaungaunga. Hivi unawaza kweli unamwazia mamako kweli? Mapenzi na shule ni vitu viwili tofauti. Umri wako hujafikia wanawake. Kama bwana mimi sina mwanamke, mimi nasoma tu. Mimi naona wewe hapa pamekushinda. Hapa pamekushinda. Ni bora turudi kule? Hapana mama, mimi nitabaki hapa na mama. Kubadilika wewe ni ngumu. Muda huu wote ungekuwa ushajirekebisha, lakini wewe umeshindwa kujirekebisha. Huna huruma hata na mama yako wala mdogo wako. Angalia mdogo wako anatafuta kisenti kimsaidie mama yako, kikusaidie na wewe, lakini ndio hivyo vichenchi unavyopelekea wanawake. Watakufikisha wapi wewe? Mwisho wa siku unatafuta mimba za utotoni tu hapa, wajukuu wasiotarajikika ndo waje hapa. Maisha gani unayataka unakimbilia? Alafu mimi naona kwanza ngoja baada ya hapa nifuatilie na shule.
Nahisi hata shule kuna madudu matupu. Hilo ndo litakuwa la maana. Wewe kujirekebisha uwezi. Mwanangu, kuna kitu nataka tuongee. Hebu ukabadilishe nguo tuongee mwanangu. Hapana, wewe kabadilishe nguo mwanangu, nataka tuongee pembeni. Nimeenjoy leo. Kweli? Yeah. Usijali, nitaendelea kuenjoy hivi kila siku kama utanisikiliza kile kitu ambacho mnakihitaji. Yeah. Kitu gani? Nilishakwambia kuhusu uboya wako. Nahitaji umfukuze hapa. Ili mimi nije mdoto na najiachia, nikija hapa mimi nafanya ninachotaka. Sio kama hapa nakaa kwa wasiwasi muda wote. Kwa sijali, nimekuelewa. Sasa unakaa wasiwasi, unaogopa nini? Nimepanga mimi nyumba, nalipa mwenyewe, unanisaidia wewe. Sio unaogopa nini? Unaogopa nini? Wewe fanya hivyo nilivyokuambia. Usijali, nitafanya, ila usimuogope, wa kawaida tu. Mimi mwenyewe simuogope. Wewe kwenye vikao vya wanaume hujawahi kuhudhuria. Mimi nahudhuria sana vikao. Kwa hiyo niache tu niogope kwa sasa. Sawa? Okay, basi nimekuelewa. Alafu hivi ba mpenzi, na shida. Shida? Shida gani tena? Msingi wangu umepele, na shida kama 50. Nikiongea kuhusu jambo la ubedi afukuzwe hapa, anaendesha pikipiki hela akuletee. Ukiwa shida zako unaniambia mimi sasa yeye ana faida gani hapa? Fanya umtimue. Nimekuelewa. Sijakukatalia. Maana tongo mara kwanza umeniambia. Tamtimua. Ila mimi shida yangu ni hiyo, tunisaidie. Okay. Kuhusu 50 usijali. Sina hela hapa kesho, lakini nikiondoka nitakutumia. Sawa? Sawa. Kifuatacho tunaweza tukaendelea au ndio ushachoka? Wewe tu. Sijui nani.